Leo nitakuelezea kila kitu unachopaswa kufahamu kuhusiana na bei ya Bitcoin. Yaani nani anaamua bei, kwa nini inapanda, kwa nini inaporomoka, na nitakuelezea kwamba je, ni kweli unaweza kuitabiri? Sikia hii. Tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, Bitcoin moja ilifikia rekodi ya $125,835. Kwa bei ya pesa ya Tanzania ilikuwa ni milioni 327 na laki moja na 71. Lakini wakati video hii inaandaliwa leo tarehe 17 Julai mwaka 2026 ilikuwa karibia $63, sawa na takriban shilingi milioni 166 kwa wastani wa dola wa Benki Kuu ya Tanzania. Sasa tangu Oktoba mwaka 2025 mpaka leo hii Julai 2026 imepita miezi 9 tu na karibu ya nusu ya thamani ya Bitcoin imeyeyuka. Sasa Bitcoin sio daladala, yani haikusubiri ushuke salama. Mimi naitwa Musa na nimechambua taarifa kutoka bitcoin.org, Reuters, SEC, CFTC na Benki Kuu ya Tanzania ili nikupatie ukweli kuhusu bei ya Bitcoin na sio makelele tu ya mtandaoni. Kwa ufupi, Bitcoin ni mali ya kidijitali, inaweza kutumwa moja kwa moja kutoka kwa mtu mmoja hadi kwenda mtu mwingine. Haina benki kuu wala kampuni moja inayoitawala. Rekodi zake huhifadhiwa kwenye blockchain, yani daftari la kidijitali linaloshirikishwa na kompyuta nyingi. Na ujue hili mapema, habari inaweza kusukuma bei. Kwa mfano, mwaka 2021 taarifa rasmi ya Tesla kwa SEC ilionyesha kwamba kampuni ya Tesla ilinunua Bitcoin za dola bilioni 1.5. Iliyofika mwaka 2022 Tesla iliuza 75% yalichokuwa imenunua, ikapata dola milioni 936 baada ya kuuza. Sasa gazeti la Reuters liliripoti hiyo taarifa na bei iliteleza mara tu habari hiyo ilipotoka, kisha ikarudi juu. Nadhani umeona mwenyewe kwamba soko la Bitcoin lina hisia kali kuliko wewe na mahusiano yako. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Sasa leo tutaangalia historia ya Bitcoin, injini 5 za bei ya Bitcoin, hatari yake na ukweli kuhusu ficha yake. Mwisho nitakupa kanuni rahisi ya kuepuka kosa linalotekeleza watu wengi sana wanaoanza. Kama unapenda video za elimu kama hii, basi bonyeza like, subscribe na washa kengele. Kisha niandikie hapo chini BTC na bei ambayo unaamini Bitcoin itafika pindi tu ifikapo mwaka 2030. Kumbuka tu, hii ni elimu na sio ushauri binafsi wa kifedha. So, fanya utafiti wako na hakikisha unafuata sheria za eneo lako. Na kama crypto inakuchanganya na unaogopa kupoteza pesa, basi unahitaji maarifa na elimu zaidi. La sivyo, lazima utaangukia pua. Watu wengi wameangukia pua na mimi pia nimeshawahi kuangukia pua wakati nafanya crypto bila kuwa na elimu. Sasa tuna community yetu ambao ukijiunga utapata elimu na mwongozo wa kufanya maamuzi bora kwenye crypto. Lakini pia utapata network na connection na wadau mbalimbali wa crypto. Hata wanaopenda crypto wapo wengi sana kwenye hii community. Sasa as you know, your network is your net worth. Nimekuwekea link hapo, ina maelezo yote jinsi ya kujiunga na hii community. Sasa nani anaamua bei ya Bitcoin? Jibu ni wanunuzi na wauzaji. Kwenye masoko ya Bitcoin yanayofanya kazi masaa 24 kila siku, mnunuzi utaja bei anayotaka kulipa na muuzaji utaja bei anayotaka kupokea, yani anayotaka kulipwa. Wanapokubaliana, hapo ndio biashara inafanyika. Na bei ya mwisho ndio itaonekana safari kwenye sokoni pale, ambayo inakuwa ni kama market price. Ni kama mnada wa maembe. Sawa? Watu 10 wakitaka maembe matatu, bei itapanda. Lakini maembe yakiwa mengi lakini wanunuzi ni wawili tu, bei itashuka. Hakuna rais, Elon Musk wala mtaalamu wa WhatsApp anayeweka bei yeye mwenyewe peke yake. Kwa kitaalamu hii tunaita market forces of demand and supply. Engine ya kwanza ya bei ya Bitcoin ni uhaba. Yani mfumo wa Bitcoin umeweka kiwango cha juu cha Bitcoin ni milioni 21. Yani hakutakuja kuwa na Bitcoin zaidi ya milioni 21. Ukitembelea tovuti ya bitcoin.org, nadhani nimetaja sana, inaeleza kwamba Bitcoin mpya hupungua kwa nusu kila block 210 ambayo huwa inachukua takriban kila miaka 4. Tukio hili linaitwa Bitcoin halving. Wakati video hii inaandaliwa, zaidi ya Bitcoin milioni 20 tayari zilikuwa zipo kwenye mzunguko. Lakini sasa usichanganye uhaba na uhakika wa kupata fedha. Kwa mfano, unaweza kuwa na jiwe moja la kipekee ambalo lipo moja tu duniani, lakini kama hakuna mtu analitaka hilo jiwe, basi bei yake bado itakuwa ni sifuri. Same with Bitcoin. Ikitokea siku hamna mtu anahitaji Bitcoin, then bei itakuwa ni zero. Kwa hiyo uhaba husaidia bei pale tu mahitaji yanapokuwepo. Engine ya pili ya bei ya Bitcoin ni mahitaji. Watu, kampuni na mifuko mikubwa ya uwekezaji wakinunua zaidi kuliko wanapouza, bei ya Bitcoin inapanda. Sasa
Mwaka 2024 taasisi ya SEC ya Marekani iliruhusu bidhaa za uwekezaji zinazoshikilia Bitcoin halisi kuuzwa kwenye masoko ya hisa. Hii iliwarahisishia sana wawekezaji wakubwa kupata Bitcoin. Pesa mpya ikaingia sana kwenye Bitcoin, mahitaji yakaongezeka. Lakini sasa pesa mpya ikiingia, mahitaji yanaweza kuongezeka. Ikitoka, bei inaweza ikashuka vile vile. Engine ya tatu ya bei ya Bitcoin ni habari na sheria. Kwa mfano, nchi ikitangaza sheria rafiki au kampuni kubwa ikinunua au mfumo mpya ukiruhusu watu wengi kuwekeza, basi soko linaweza kufurahia na bei ikapanda. Lakini serikali ikibana au platform zikidukuliwa au kampuni kubwa ikiuza, hofu inaweza kuongezeka kwa watu na bei ikashuka, kwa sababu watu wengi watauza Bitcoin zao. Lakini habari moja sio remote control ya bei ya Bitcoin. Wakati mwingine utakuta tu soko lilishaitarajia hiyo habari na ikawa haina madhara yoyote yale kwa upande wa bei ya Bitcoin. Sasa engine ya 4 ya bei ya Bitcoin ni uchumi wa dunia. Riba, mfumuko wa bei, nguvu ya dola, vita na hali ya masoko mengine hubadilisha hamu ya watu kuchukua hatari, yani ile risk appetite. Pesa inapokuwa ghali kukopa, wawekezaji wengi hupunguza mali za hatari ikiwemo Bitcoin, na inaweza kupelekea bei kushuka. Engine ya 5 ya bei ya Bitcoin ni hisia. Bei ikipanda, watu wengi huingia kwa FOMO. Kwa kirefu tunaita fear of missing out, yani ile hofu ya kuachwa kwa lugha rahisi. Ikishuka, wengi huuza kwa kupanic. Sasa wawekezaji wenye Bitcoin nyingi wanaoitwa Bitcoin whales, yani manyangumi wa Bitcoin, nao wanaweza kusogeza soko kwa oda kubwa za kununua au kuuza Bitcoin, kwa sababu obvious wana Bitcoins nyingi, kwa hiyo akiuza soko litasogea. Whale hapa simaanishi yule nyangumi wa baharini, lakini akigeuka mawimbi yanakupiga. Na ukiangalia historia ya Bitcoin inathibitisha ukali huo. Kwa mfano, Bitcoin ilikuwa chini ya dola moja mwaka 2010. Ilifikia karibia dola 19,000 mwaka 2017. Karibu dola 68,000 ilifika mwaka 2021. Kisa ikaanguka chini ya dola 16,000 ilifika mwaka 2022. Sasa Oktoba mwaka 2025 Bitcoin ilifika zaidi ya dola 125,000, alafu tena ikarudi karibu na dola 63,000 ilifika Julai mwaka 2026. Sasa hii sio ngazi inayopanda moja kwa moja, yani ni roller coaster ambayo bila kuvaa seatbelt hautoboi. Sasa swali la muhimu sana ni je, bei ya Bitcoin inaweza kutabirika? Jibu ni kwamba mwelekeo unaweza kukadiriwa, lakini bei kamili na tarehe kamili haviwezi kujulikana kwa hakika. Mtu yote anayekwambia kesho saa 4 bei ya Bitcoin itakuwa bei fulani ni either anabahatisha au anapuuzia tu ndoto za bunuasi. Kwa kifupi tu ni kwamba bei ya Bitcoin haiwezi kutabirika. Yaani hata uwe nani huwezi kutabiri bei ya Bitcoin. Sasa wachambuzi wengi utazama mahitaji, fedha zinazoingia, uchumi, sheria, halving na tabia ya soko. Hizo zote huunda uwezekano tu na sio unabii. Ili uweze kutabiri, labda uwe Kasongo. Hapo tutakuachia utabiri. Hatari kubwa ya Bitcoin ni kuporomoka kwa bei, utapeli, platform kuvamiwa, kupoteza neno siri la wallet na kutumia leverage, yani kukopa ili kufanya biashara. Sasa CFTC, hii ni taasisi kwa Marekani, inaonya kuwa Bitcoin ni tete sana kuliko fedha za kawaida, na leverage huongeza faida pamoja na hasara, yani ni msumeno ambao unakata pande zote. Kwa hiyo kamwe usije ukaenda kwa kopa milioni 10 huko kwa sababu tu mtu mwenye Lamborghini ya kukodi ulimwona mtandaoni amesema Bitcoin to the moon. Usije ukathubutu. Sasa kanuni za kuzingatia kabla ya kuwekeza kwenye Bitcoin ni hizi. Tumia pesa ambayo ukipoteza maisha yako hayaanguki. Nunua kidogo kidogo badala ya kukimbiza bei. Yaani usikimbizane na bei. Usitumie mkopo. Tumia neno siri imara na uthibitisho wa hatua 2. Na elewa unanunua kitu gani. Yaani elewa kitu unachonunua. Unaweza kununua sehemu ndogo ya Bitcoin, yani huhitaji uwe na milioni 166 leo hii ili uweze kununua Bitcoin nzima. Yaani unaweza ukaanza hata ukiwa na buku tu. Future ya Bitcoin ina nafasi kubwa sana, lakini haina ahadi. Upande wa matumaini ni kwamba Bitcoin ina supply ndogo sana na upatikanaji wake unaongezeka. Kwa hiyo obvious bei itaongezeka. Simple economics. Na upande wa hatari una sheria, ushindani, udukuzi na mahitaji tu ambao yanaweza yakapungua. Sasa mwisho kabisa ile siri niliyokuahidi ni hii hapa. Kwamba mshindi sio yule anayekisia bei ya Bitcoin kwa sauti kubwa, bali ni yule anayetake risk kwa nidhamu. Sasa niambie hapo chini kwenye comment. What do you think? Bitcoin ni pesa ya kesho, ni dhahabu ya kidijitali, au ni roller coaster tu ambayo ina wifi?
Andika jibu lako, subscribe na tutaonana kwenye video ijayo.